Hello, hii ni The Nation of Knowledge, taifa la maarifa. Kama ndo mara yako ya kwanza kutembelea katika channel hii, basi usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili pia tuweze kuwa familia moja, na pia usiweze kupitwa na maarifa haya tunayokuwa tunayatoa katika channel yetu. Leo nipo kwa ajili ya kuzungumzia mada moja ya msingi sana na ni ya muhimu sana katika ukuaji wa biashara. Naenda kusema nanyi leo katika namna bora za kukuza biashara yako. Unajua watu wengi wamekuwa wanafanya biashara sana. Muda mwingine unaweza kukuta mtu anafanya biashara kwa kipindi kirefu sana, miaka mingi, biashara haikui wala yeye maendeleo yake hayakui, yanabaki pale pale. Kumbe sababu anakuwa anashindwa ni namna gani biashara yake aweze kuikuza na aweze kupata kutengeneza malengo makubwa zaidi. Sasa basi, hii leo nakuja na sehemu moja tu. Nitakuwa na sehemu kuu 8 za kuelezea kuhusu ni namna gani unaweza kukuza biashara yako. Na cha leo kikubwa kabisa ambacho naenda kuelewesha au kuzungumza nanyi watu wangu wa channel yetu ya The Nation of Knowledge ni namna ya kuelewa soko lako vizuri. Unapokuwa unahitaji kukuza biashara yako, elewa soko lako vizuri. Usianze tu kwa kujua unamuuzia nani. Inatakiwa uanze kwa kuwajua wateja wako, ujue umri wa wateja wako, ujue pia wanapenda nini zaidi, ujue pia wanahitaji kwa kipindi gani na maeneo gani, na matatizo yao yanatatuliwa vipi na bidhaa unaokuwa unaitoa. Tutaona mambo mengi kadha wa kadha ambayo yanaweza kukuongoza ukaelewa soko lako, na mwisho wa siku kabisa biashara yako ikaweza kupanuka au ikaweza kukua. Sasa basi, kitu cha kwanza kabisa unapokuwa unahitaji kuelewa soko lako vizuri, jaribu kutambua wateja au mteja halisi uliyekuwa umemtarget. Yani, you have to target your customer. Usijaribu kumuuzia kila mtu kisa umeona population ni kubwa, unaweka biashara au unaweka bidhaa ukijua kwamba watu walivyo wengi basi watachukua biashara yangu. Hapana, umjue ni yupi mteja wako halisi. Katika hili naweza nikalizungumzia hasa katika uhitaji wa bidhaa yako. Let's say kwa mfano unauza jeans. Katika uzaji wako wa jeans unakuwa umetarget wafanyakazi wa serikalini moja kwa moja, kwa sababu unaishi Dodoma, makao makuu. Kuna watu wengi wanaokuwa wanafanya kazi serikalini, wizarani. Unaenda kuwauzia jeans ukijua kwamba ni wengi na wana pesa watanunua. Hapo unakuwa umekosea. Target wanahitaji nini wafanyakazi wa serikalini au wa wizarani? Utaweza kujua kwamba watu hao wanahitaji suti. Huo ni mfano. Utawaletea suti na utaweka suti katika mazingira yao, kwa sababu ni watu wanaohitaji kuvaa zaidi kiofisi. Hapo utakuwa umetarget vizuri. Utaenda sehemu ya chuo au vyuoni, chuo kikuu kama UDSM, utauza mashati, utauza nguo nzuri zenye bei kali. Lakini sio kila muda unaweza kumuuzia mwanachuo. Utatarget apatapo boom, anahitaji kununua vitu vyake vya msingi. Sasa kitu cha msingi kwa wanachuo basi ni nguo nzuri, wanahitaji kupendeza, utawauzia. Hiyo ndo namna ya kutambua mteja wako halisi. Wanapendelea nini? Wanapendelea jeans, wanapendelea mashati. Usiende kuwauzia masweta. Hawajakwambia kwamba wana baridi, hawajakwambia kwamba wanahitaji sweta kwa sababu ya ABC. Nenda kauzie nguo nzuri za kuwastiri,
ili kusudi hata wanapotoka kuelekea kwenye sehemu zao za majukumu wawe nadhifu, na ni kwa sababu wanapenda kuwa nadhifu. Muda wao ni upi ambao unaweza ukawapata? Sio kila muda utauza bidhaa zako. Utajua kuna wakati ukifika, mteja wangu anakuwa anahitaji zaidi bidhaa fulani, utawapelekea au utaenda kuuza karibu na maeneo wanapopatikana zaidi na kwa kipindi wanapopatikana. Kwa hiyo ni namna ya kwanza ya kutarget customer. Namna nyingine ambayo unaweza ukalielewa soko ni kufanya utafiti mdogo. Utafiti huu mdogo unatokana na simple research ambayo wewe unaweza ukaifanya. Kwa mfano, kabla hujapeleka bidhaa fulani sehemu fulani, nenda katembelee maeneo hayo, uangalie wateja wa pale wanakuwa wanahitaji bidhaa gani kwa wakati gani. Usije ukachukua tu bidhaa ukapeleka, labda umechukua kwa gharama kubwa sana, alafu unakuwa mauzo yanakuwa ni madogo sana au muda mwingine hayapo. Hapo unakuwa umefeli na unakuwa hujalielewa soko. Maana yake biashara yako hata haiwezi kukua, utajikuta unapata hasara. Kwa cha kwanza lazima ufanye simple research, kuelewa wateja wako wanakuwa wanahitaji nini, muda mwingine kwa kuuliza maswali, muda mwingine kwa kuhitaji kwenda tu hata na bidhaa ndogo, uone kama wanaijua, wana experience nayo bidhaa. Kama wana experience nayo, je, wanaihitaji? Na kama wanaihitaji ni kwa wakati gani? Wafanyabiashara wengi wanapitia hizo changamoto za kuwa na bidhaa ambayo unaiuza, kuna wakati mteja haji tena. Unaweza ukaanza kulalamika biashara ni ngumu au ni mbaya kwa sababu hujaenda wakati sahihi. Kwa lazima uelewe kwa kufanya simple research. Hiyo pia inasaidia. Kitu cha tatu ni kuchunguza washindani wako. Unavyoenda kuweka biashara katika eneo fulani, cha kwanza kama umefanya research, utajua inahitajika. Na kama inahitajika, basi utajua kabisa wateja wako pia ni wateja watu wengine. Chunguza washindani wana bidhaa gani zaidi inayoenda sokoni, wanauzaje, bei zao, matangazo yao wanafanya kwa staili gani, wateja wao wanawalalamikia kuhusu nini. Wewe uje na maboresho ya malalamiko hayo, uje na maboresho ya bei hizo, na uje na maboresho ya namna unavyouza, namna ambavyo mshindani wako anafeli. Hapo ndipo utapata nafasi ya kufanya tofauti na kuwa bora zaidi. Kitu kingine cha nne katika kulielewa soko ili uweze kukuza biashara yako ni kujaribu soko. Test before scaling. Usianze kwa stock kubwa ambayo baadaye unakuwa umetumia gharama kubwa kuja kutoa mzigo wote, natumia muda mrefu. Leta bidhaa kidogo kwanza, testi wateja wako, angalau uone response yao. Baada ya kuona response, uuliza kuhusu feedback. Feedback itakuonesha ni kwa namna gani bidhaa yako itahitajika zaidi au inahitajika zaidi, kiasi kwamba unakuwa unaongeza siku baada ya siku, wakati baada ya wakati. Hii inakuepusha kupata hasara kubwa ndani ya muda mfupi. Alau hata kama utafanya testing ikafeli, unakuwa umepata hasara kidogo ambayo inakuwa haikuumizi. Kitu cha tano ni kufuatilia tabia za wateja. Hii nao pia, mtu anaweka bidhaa, anashindwa kujua tabia gani mteja anakuwepo nayo. Kuna sehemu ukifika mteja anakuwa anafoka kwa kila kitu. Uvumilivu unakuwa pia ni kipimo. Sio mteja anakufokea na wewe pia unamfokea, unakuja juu. Hata rudi tena, atakuchukulia kama adui. Hata kama kulikuwa na rafiki yake anahitaji kumleta au kununua bidhaa hiyo, hawezi kumleta kwako pia. Atakuwa tayari kugharamikia kwa bei ya nauli kubwa kwenda kufuata bidhaa sehemu nyingine, na wakati mwingine kwa bei kubwa zaidi kuliko ile unayokuwa unauza wewe. Kwa ujue tabia za wateja wako.
Pia katika tabia ni bidhaa gani wanazinunua zaidi, na katika kununua bidhaa ni lini hasa. Inaweza ikawa asubuhi, muda mwingine inakuwa jioni, muda mwingine inakuwa ni mwisho wa mwezi, muda mwingine inakuwa ni kwa msimu, hususan kwenye mavuno na namna nyingine tofauti. Hivyo vyote vinakulinda wewe katika kutengeneza namna bora ya kukuza biashara yako. Tumia mitandao kujifunza training. Unaweza ukawa na jeans fulani, unaamini jeans zinauzika katika eneo fulani, lakini jeans au nguo za kwako au bidhaa yoyote unaokuwa unauza haiendi, wakati ulifanya simple research ukagundua bidhaa hii inaenda. Kumbe kuna bidhaa zinazokuwa zina trend, huzijui, unakuwa unapitwa. Manake wateja wanazitafuta trending, wanatafuta trending marketing, na wanatafuta bidhaa zinazokuwa zina trend, wananunua. Wakija kwako unakuta wanapita tu, muda mwingine wanakuja wanakuambia anatafuta bidhaa hii, wewe hauijui kwa sababu haufuatilii trending. Fuatilia kila kitu kinachokuwa kinaingia, hususani kinachokuwa kinaendana na biashara ya kwako unayokuwa unaifanya. Kufuatilia huku ni kupitia viral trending katika TikTok, sometimes kupitia influencers, muda mwingine unaangalia bidhaa zinazopendwa zaidi kupitia Instagram. Hivi vyote vitakufanya uwe na consistency kubwa katika biashara yako na uendelee kukua day to day. Pointi nyingine ya 7 au kitu kingine cha 7, sikiliza feedback. Unajua kuna wakati unaweza ukamuuzia mtu bidhaa ukaogopa kumuuliza kwamba labda atakujibu vibaya. Hapana, inabidi uwe msikilizaji mzuri wa feedback, na ikibidi muda mwingine uulizie kuhusu bidhaa yako. Angalia makampuni makubwa kama Vodacom, Airtel, application tofauti zinahitaji ureti bidhaa yao kwamba wamekuhudumia kwa kiwango gani. Sio wanaifanya tu kwa kubahatisha. Wanajua rating itakayotokea pale, feedback pamoja na comment utakazozitoa zitawasaidia wao kuweza kupanuka katika maboresho zaidi ya biashara zao, na waweze kuendelea kuwa kwenye peak na wasishuke kirahisi. Hii ni nguzo imara sana makampuni makubwa yanakuwa yanazitumia. Na pia uone makampuni makubwa jinsi yanavyomheshimu mteja, na ni wakati ni mmoja tu, muda mwingine anakuwa ndo mara ya kwanza kuingia, yanakuwa hayajali, yanakuwa na consistency kwa sababu yanajua ni swala la msingi sana. Kitu kingine, gawanya soko, segmentation. Unapokuwa unagawanya soko au tunapokuwa tunazungumzia kugawanya soko, soko hili linaweza likalenga vijana, uwe na bidhaa ya vijana. Linaweza likalenga wazazi, uwe na bidhaa ya wazazi. Wafanyakazi, uwe na bidhaa ya wafanyakazi. Wanafunzi pia, uwe na bidhaa ya wanafunzi. Kila kundi lina mahitaji tofauti. Uza kwa njia inayowafaa. Hii inakusaidia wewe pia kuweza kutanua soko lako na bidhaa zako katika maeneo tofauti tofauti kutokana na uhitaji wa maeneo hayo. Ikiwa nguzo zote zingine 7 upo nazo, utaweza kuwa mtu mkubwa sana na utajulikana kwa kasi sana. Hata pia sio kwa madawa, ni kwa sababu unakuwa unafuata principle muhimu. Unakuwa umeelewa soko pamoja na wateja wako. Kwa kukua kwako kwa biashara hakutatumia energy kubwa na gharama kubwa sana. Kwa siku ya leo, na hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya mada yetu ya namna ya kukuza biashara, wacha tujadili hili na ulitafakari hili. Wewe kama mfanyabiashara uone, je, unaelewa soko lako vizuri kwa wateja wako katika mazingira yako? Au hata kama unaanza, basi ujaribu kwa kulielewa soko kwenye sehemu unayohitaji kufungua biashara yako. Ukiweza kuelewa hiki kitu, utafanya vizuri zaidi na rahisi zaidi, kwa haraka na kwa ukubwa sana ambao hata ulikuwa hutarajii.
Usisahau tu kusubscribe katika chaneli yetu, muda mwingine ucomment ni kwa namna gani funzo hili au maarifa haya yanaweza kukusaidia au yanaweza kumsaidia rafiki yako na jirani yako katika kutanua biashara yake au yako. Sasa usiache kushare, kwa sababu pia unaposhare maarifa yanafikia watu wengi. Asanteni sana. Mimi ni Kuzenza James, nawakaribisha sana mpaka wakati mwingine. Bye bye.